That is what happened. Ekero my mom and kutete choime. Tumanye kaniko sembo tukatu kutete kusema ambi, lakini maambi na mapema. My story. Na nimemulilia Mungu kwa sababu kuna mahali ambapo Mungu amenitoa. Kuna wakati ambapo nilikuwa nimefanyiwa operation kwa sababu ya jicho. Nimefanyiwa operation 7 good operations. Na operation ya 6 karibu nikufe. Nikawekwa kwenye trolley nipelekwe mochari. Na nikarudishwa kwa kitanda ya ward. Ama sana nigasa ligeta singencho ya CD eli echome. Pole. Nga CD eli seli liokoboko guko li. Okay. Tegante venga my dad igo balenge nursing college. Ibale kosomera mu Kisumu. Akacha kama my mother bolito. Ekramo bolito. Akamotiga no bolito boli. Ekramo tiga no bolito. Yoto kia wetankelinga my dad niga my mom niga tete ko rusi bolito boli. Lakini Nyasaye bunale Nyasaye akandenda enda ya mama for 9 good years months. Ekero mongo no liache kogonki okoira na gochese school ase bale kosomera nursing college Kisumu. Omugano. My story. Ache koli yobo konyi kurwase my dad. Ekaka my dad ni gangete. Of course yabo sani mbaro. Leroiga nugo tabasani. Sure. Kontunaro ruma tenga ki musani onyarebe. Yaro bunande gas studio. Akaro kende na wotwa basanga bintu bibere bitatu. Sure. Maambi okorege ndeke benga tana ke. Mungu anu lyo karibishete radio station ni. Ero nyale ko korege ndukinga bunike. That is what happened. Ekero my mom and kutete choime. Tumanye kaniko sembo tukatu kutete kusema ambi, lakini maambi na mapema. Umuntu akaende cho uchikwe konya tenge checho yalingi school. So primary say no go say. No. It was a nursing college. Okay. It was a nursing college. Kisumu nursing college. Okay, yeah, I understand. Umuntu akaende cho uchikwe konya koigo umwana okolera kurwecho. Ukoira na utana yaya na akire choma kulende na yale gento ketalika ya kawaida. Egenda igure kakananga kuna sauti ya mtoto mdogo analia kutoka hapa ndani. Akasoka lende akaleza aram iyo yagareta ngakoraki ngakonyo korumali. Ekarona konyo korumali echoime na tokete kinde moyo. And I really appreciate God for that. Amen. Na tokete kinde moyo utatiga umuberone nigo yete. Asengecho ya CD ogo cha uguri wecho. Una nasoma kero kende to kwando le kimbate birore kitepubire. Abora buri ngake ndo ne CD osenga ke. Ama sana niga saligeta sengencho ya CD eli echome. Pole. Nga CD eli seli liokoboko gukoli. Sengecho ya CD eli echo. Ngatigara ne elimu. Elimu likawanga ya very infected ya sengencho yogo cha uguri wecho. Ngochiko kina okay bono now ekero na ruseti wecho ime ena ile tu asenasiri yabana. Whereby yasa nkonyete paka nkaba ngakielio mwana atire ko wonka. Ikesi kigenderete. Sengencho kiabere police case now. Okay. My dad did akamanyikana. Feli na mbaki bagote maybe na kigwanya walete maybe your mother na kia kento kamanyikana no mwana no nyarebe maybe. Okay, bone gento kiacha koba. Egento kiacha koba paka na cha kumanyikana my dad ucha kumanyikana. Nekero
umusani atebete nga umwana oyo tokire cyo ime noyo Musubatikete, yes. Umusani oyo. Ero bolinga ke. Yani karo kende Joyce yali koro. Bolinga yani ko Joyce yali ngesi dia sengo tukutale ngomwa. So ikamanyikana. Kono madengo mwana noyo Joyce ya. Joyce lingo musani oyo. Ikatokanga pasta lendo lingo musani oyo. So my dad akamanyikana in that way. Okay. Ikara my dad amanyikana ekoti ya murazimishete kama tabi aido olendo mwana usobe kuime serikali erendo mwana. Lakini my dad akakora ki anchira nanga abankolendo mwana. Okay. Kuna cha umwana asubwenye. Inakama utoke street because hapa umekutana na wazazi wako. Nataka tutoke pala alafu ndo tuweze kuingia katika uimbaji. Na kiotogete na kibono kitoke street kusoma tabina ngwa soete paka sugu mwa street. Okay. Kuingia kwangu kwa street. Sije kama ita Mungu anjere kwa nika soete asengenjo. Hamna shida. Unaweza zungumza tu. Hamna shida. Okay, kuingia kwa street ni wakati ambapo life ilianza kubadilika nyumbani. Kwa sababu nyumbani tumekuwa na step mother. Maisha kawaida yeye ako na watoto wake. Hapa kidogo hawezi ukapata kila kitu pale. So my dad pia alikuwa mlevi. Alikuwa daktari. Angechukua majukumu yote. Kwa hivyo hii time ambayo unaenda kukaa na babako ulikuwa ni miaka mingapi? Okay, nikipeana kutoka kotini, I think I was 3, ilikuwa kitu kama 3 years hivi. Ndio nimepeanwa kutoka kotini na baba yangu. Kulingana na historia, mtoto akiwa mchanga ametolewa pale. Nani alienda kukulea? Ukachukuliwa na sai. Alafu okay, sasa nilipotolewa kwa choo. Okay. Nilipelekwa kwa nursery ya watoto. Yes. After kutolewa kwa nursery ya watoto, my dad amekubali ataenda kunilea. Chenye kili happen alinileta nyumbani. Okay. Kumekuwa na step mother ambaye amenilea. Okay. Alafu kisha baadaye maisha ikaanza kuchange pole pole. Na vile maisha ilikuwa inabadilika, actually nilijikuta kwamba siwezi kukaa nyumbani tena. Kidogo kupata chakula ilikuwa ni shida. Unaweza ukapata leo chakula kesho ukose. Kwa sababu pia kuna watoto wengine. Mama wa kambo pia na yeye alikuwa na watoto wake. Yeah, kuna watoto wake. So maisha ilikuwa tight kidogo. Actually before nikuje kwa town, Kisii town. Ilikuwa chokora wa kijiji. Okay. Hakuna nyumba yenye iko karibu na kwetu sikulala. Na hakuna kijiji ambayo iko karibu na kwetu sikuingia. Kwa hivyo kijiji chote uliweza kujulikana wewe na wewe peke yako. Hata sasa hizi vile tunavyoongea kuna wasikizaji ambao wanatusikia na wanajua history. So they can prove kama ninasema ukweli au uongo. Na sasa wakati unanyimwa chakula baba mzazi angezungumza aseme huyu mtoto ni wangu na mimi nataka nikae na yeye, mbona wewe kama mama wa kambo huyu mtoto mbona uweze mpea chakula? Okay, kile kitu ambacho kilikuwa kinafanyika, my dad kwa muda mrefu hakukuanga nyumbani. Alikuwa anafanya kazi nje. Alikuwa daktari. Yes. Na akiwa daktari, so wakati mwingi alikuwa anakujanga on weekend peke yake. Jumamosi anakuja Friday jioni na by Monday ametoka. So ikanilazimu nizunguke kwa kijiji. Baada ya kuzunguka kwa kijiji nikajikuta kwamba nimetoka nyumbani, nimekuja Kisii town. Nilipokuja Kisii town nikajiunga na vijana. Nikaanza maisha. Kwa sababu nilisema otherwise nikikaa nyumbani nitakaa njaa. Nikikuja town bado nitakaa njaa. Lakini kwa sababu Mungu hawachangi watu wake, Mungu akabadilisha hali. Miaka mingapi unapotoka kijijini kwenu nyumbani ni miaka mingapi ulikuwa? Unaweza kumbuka? Nilikuwa na miaka 7. 7 hapo. Okay. Uko katika street, Kisii town. Na sasa maisha ilikuwa vipi kidogo alafu ndo tuweze kuingia pale uweze kutueleza sasa uimbaji wako ulianzia wapi, kwa sababu historia yako nimesikiza vizuri. Ni kwamba sijaona mahali ambako umeingia kanisani ama ulichukuliwa kanisani. Okay, nikiwa kwa street, nikiwa chokora sasa. Nimekolea kwa uchokora. Hapa Sakawa Towers. Hapa kwa soko. Marikiti hapo. Nimeuza paper bag hapo. Maisha ikakuwa ngumu. Siku moja nikaamua nikaenda pale Nyanjwa. Kuna mzee mmoja
ambaye alinichukua niwe nikimfanyia kazi ya kuchunga ng'ombe. So nikiwa hapa Nyanchwa nilikuwa nachunga ng'ombe na mbuzi. Siku moja wamama wakawa wanapita, wanatoka sokoni daraja mbili. Hapa kwa Nyagetinge. Mwanyagetinge. Yeah, the other side. Yeah, the other side. So nikasikia wamama wanaulizana, situmwambie huyu mtoto. Nikashindwa wanataka kuniambia nini. Juu walinipata mvua inanyesha, mvua ilikuwa imenyesha imeisha, nimeenda kufungua ng'ombe. Ndio wakaniita wakaniuliza, ungependa kwenda shule? Nikamwambia ndio. Kuna mzungu ambaye amekuja daraja mbili. Akona watoto pale wanaimba, anachukua machokora. So wewe ujaribu kama anaweza kupeleka shule. I think kuna mwaka wazungu walikuwa wanapita wanabeba watoto town. Yeah. Walikuwa na gari nyingine kubwa. Kibasi kikubwa, alafu na kirori walikuwa na yo. Alafu walikuwa na ubiri. Watoto walikuwa naimba. Yeah. So nikiwa kwa hiyo hali mimi nikasema ndio ninaweza nikaenda. Actually niliacha ng'ombe za wenyewe. Hiyo siku nilienda paka na kifungu, na kifungu tulikuja kurudishia mwenyewe asubuhi. Na huyo mzungu. Nilipoenda nikakaa kwa mkutano tu kama si unajua crusade, lazima tukae tu hapo. So vijana hao ndio wamejaa hapo machokora. So mimi kwa sababu sikukuwa ninapenda hayo maisha ya kukaa chokora sana. Nilikuwa nimechoka because is a time nilikuwa nimemdilia Mungu. Nikamwambia Mungu, kwa nini umeniruhusu nipitie hii maneno ambayo ninapitia leo? Na kama ungetaka nipitie haya maisha ambayo ninayapitia leo, ungeniruhusu nife tu ile wakati ambapo nilikuwa kwa choo, maana sikukuwa ninajua chochote. Sure. What happened ni kwamba nilikuwa natamani kufa nikiwa kwa street. Nilitamani kufa. Ninasimama kwa barabara, gari nigonge. Like, unajua kitambo magari stage ilikuwa pale chini. Ile tea room ya ile barabara ya chini ile. Hapo sasa ndio nilikuwa nakaa. Hiyo nimevuta gamu, nimelewa. Hata ujitambue. Sasa nimevuta gamu, nasema sasa afadhali nife. Lakini Mungu akanishikilia. So nilipoenda kwa pale daraja mbili, nikakaa kwa mkutano. Nimekaa kwa mkutano, kuna kijana mmoja namkumbuka hadi leo hii, ni rafiki yangu, anaitwa Joseph Moirore. Joseph Moirore akakuja, alipokuja yeye ndiye alikuwa naimba. Nikamuita. Alipomaliza kuimba nikamuita. Akishuka stairs nikamshika mkono. Nikamuuliza, ulifanyaje ukaenda na huyu mzungu? Nikamueleza story yangu, nikamwambia kwa kweli mimi nimekaa kwa street for long. Na nimechoka na hii maisha. Na kilichonifanya nikuja kwa street ni wakati ambapo maisha yalinikalia ngumu sana kutoka nyumbani. Na nikamueleza historia yake. Ni kijana mdogo lakini nilimueleza story yote chenye nilikuwa napitia. Yule kijana naweza nikasema kwamba yule kijana ndiye alitumika kama daraja katika maisha yangu mpaka leo hii. Kwa kubadilika kwangu, maisha yangu kubadilika ni yule kijana. Yule kijana akanishika mkono akanipeleka paka kwa yule mzungu. Akaenda akamueleza story yangu. Alipomueleza vile nilivyomueleza, yule mzungu akaniita, akaniuliza jina, nikamueleza. Then baadaye akamwambia Moirore, Joseph, nimemweka Moses kwa mikono yako. Ile gari kama ulikuwa kwa hizo enzi, uliona hiyo gari, ilikuwa na vitanda ndani, watoto walikuwa na dada hapo ndani, kila kitu ilikuwa inafanywa hapo ndani. So mimi nikachukuliwa, nikatolewa nguo, nikabadilishwa nguo, nikapatiwa maji, nikaoga, nikabadilika kabisa, nikapatiwa chakula, nikalala. Asubuhi na mapema akanipeleka paka kwa yule mzee mwenye nilikuwa nachungia ng'ombe. Tukampatia kifungu. Then baadaye tukaenda kutafuta my dad mahali penye alikuwa anafanya kazi yake ya udaktari. So ulienda kumtafuta Nairobi sababu mmesema kwamba alikuwa anakaa Nairobi? No. Baba yangu alikuwa hapa lakini alikuwa anafanya kazi, anatoka Monday anarudi Friday. Okay. Alikuwa anafanya kazi Kisii. Alikuwa nini? Alikuwa Moticho. Alikuwa kwa Moticho dispensary. Yeah. Engakie yakarutwa na Moticho dispensary toka Nyoranga Taiyo. Wakirwe transfer kwa Nyakolere ndamanyete. So tuka direct mpaka Nyakolere. Now tulipofika Nyakolere, unajua mzungu ni mtu mwingine
Sije ni mtu mwingine fun sana. Kutaka kupata information kama vitu zenye ulikuwa unamwambia ni kweli, lazima anaweza kutumia namna yoyote. Alikuwa na gari nyingine ndogo, ilikuwa Land Cruiser. So akaniambia niingie kwa boot. Iwa mimi na wazazi wangu, mama yangu kanitupa chooni wakati nilipokuwa miezi miwili, nikaokolewa mimi kwa neema ya Mungu. Kwa bahati mbaya nilipoteza macho nilipokuwa chooni, maisha yakawa magumu duniani, lakini kwa neema ya Mungu niko hai. Usikate tamaa ndugu yangu, usikate tamaa mpendwa, kwa yale unayoyapitia duniani. Jitie nguvu, Mungu ako nawe. Usikate tamaa ndugu yangu, usikate tamaa mpendwa, kwa yale unayoyapitia duniani. Jitie nguvu, Mungu ako nawe. Kwa varanda nikalala, kwa pipa nikakula, usiku na mchana, kumbe Mungu wa huruma kaniokoa mimi. Upendo wake wa ajabu. Usikate tamaa ndugu yangu, usikate tamaa mpendwa, kwa yale unayoyapitia duniani. Jitie nguvu, Mungu wako nawe. Usikate tamaa ndugu yangu, usikate tamaa mpendwa, kwa yale unayoyapitia duniani. Jitie nguvu, Mungu wako nawe. Mama mjane, umepoteza tumaini la maisha, usife moyo, Mungu yupo. Aliyonitendea mimi atakutendea. Usikate tamaa ndugu yangu, usikate tamaa mpendwa, kwa yale unayoyapitia duniani. Jitie nguvu, Mungu wako nawe. Usikate tamaa ndugu yangu, usikate tamaa mpendwa, kwa yale unayoyapitia duniani. Jitie nguvu, Mungu wako nawe. Unapitia hali ngumu, umepoteza vyote, subirie Mungu, ana mpango na wewe, hata kushindia. Wenda ikawa unapitia hali ngumu, umepoteza vyote. Hii ndio mstari ambao umekuwa baraka katika maisha yangu, ulibadilisha maisha yangu. Nataka kumwambia asikate tamaa ya maisha. Haijalishi ni nini ambacho anapitia katika maisha. Leo unaweza kuwa chini, unaweza kukudharau, lakini Mungu anaweza kubadilisha kesho yako. Umsubirie Mungu. Katika Isaiah 49:15 inasema, maandiko yanauliza vizuri, je, mwanamke anaweza kumsahau mwanawake ambaye alimnyonyesha, akamzaa akamnyonyesha? Alafu Biblia bado inasema ndio, wao wanaweza wakasahau. Mwanamke anaweza akabeba mimba ya miezi 9. Usiku anaamuka wakiwa na mimba. Unapata mwanamke anasema kwamba ninahitaji kukula mahindi usiku ya saa 8, na sio msimu wa mahindi. Nataka kukula nyama usiku. Lakini anaweza akasahau. Lakini maandiko inanitia moyo, inaniambia kwamba licha ya kwamba anaweza akasahau, Mungu hawezi akakusahau. Amen.
Na maandiko inasema kwamba ametuchora katika vitanga vya mikono yake. So wewe ambao unapitia kwa kipindi kigumu, mimi ni mshuhuda kwa kwamba Mungu anabadilisha mtu kutoka nothing to something. Mungu anaweza akakuondoa. Mimi ambaye nilikuwa ninakula kwa pipa, leo hii ninaweza nikawa naongea na wewe kwenye redio. Nataka nikutie moyo kwamba haijalishi ni nini ambacho unapitia. Kilio kinaweza kikakuja usiku, lakini asubuhi kukawa na furaha. Mose, labda katika uimbaji wako umekuwa ukiimba na unahubiri. Kati ya kuimba na kuhubiri, nini kila ambacho unapenda zaidi? Na unasema kwamba hiki nacho kiko ndani yangu kabisa zaidi ya kingine. Okay, zote ni kipawa kutoka kwa Mungu. Kuhubiri ni kipawa kutoka kwa Mungu. Na kuhubiri kwangu nilipata kwamba Mungu alianza kunitumia nikiwa Nairobi. Mungu alianza kunitumia kwa street. Unaona? Mungu amenipatia kipawa kingine tofauti mimi na watu wengine. Mungu amenipatia huduma nyingine tofauti na watu wengine. Kwanza alianza kunipeleka kwa street. Kwa machokora, wale ambao niliwacha pale kwa street. Kwanza kuwahubiria, kuwaongeresha. Unaona? Na kuna baadhi ya wale ambao niliweza kubadilisha maisha yao. Mpaka leo hii bado wanatumika. Labda kwa hivyo unasema vyote hivi viwili vinaenda sambamba? Yes. Kabisa. Labda kuna mtu yule labda amekuja pala kuambia sasa mimi Mose, nimeona kwamba kuna mahali umeimba na ukanibariki, mimi nataka tuweze kufanya collab mimi pamoja na wewe. Labda sijui kama kuna mwimbaji yeyote yule ambaye amejitokeza. Okay, niko na dada yangu naye mpenda sana. Ni rafiki yangu tu. Maana niko kwa nimefikiana na waimbaji kadha wa kadha. Nimekutana na waimbaji kadha wa kadha na watu wengine napoimba wanadhani ni nani Mwangila kutoka TZ. Hata karibu nikuulize. Tutaenda pale. Tulia pale. Hatujafika pale sasa. Ndio tuko pale hapa huko ndani na karibu tena. Yeah, so kuna dada ambaye alikuja kuniomba kwamba tukaweze kufanya naye collab. Naitwa Silvio Rich. Na natumai saizi ananisikiza. Hao watu wamekuwa familia. Wamekuwa marafiki. Okay, kuna wengine bado. Na bado tunapanga kufanya collab pamoja na wao. Naam. Labda kuna mahali umeenda umeperform wimbo wako, ukaimba na watu wakafurahia wakasema past yenyewe. Na hapa umetubariki. Kuna mkutano ambao mkubwa ama mkutano ambao uliwaenda ukaweza kuimba na ukabariki watu wakaweza kuokolewa kutokana na nyimbo zako? Yes. Mingi sana. Kwanza nikiwa Nairobi. Okay, kwa muda mrefu mimi nimekaa Nairobi. Nimekuja nyumbani 2020 hii wakati wa corona. Na nikiwa Nairobi sana nimekuwa nikiitwa kwenye makanisa, nimekuwa nikiitwa kwenye mikutano za Kiinjili crusade. Ninaenda bali pale kwenda kuimba na kubariki watu. So kuna wakati ambapo nilikuwa Kariobangi, kuna dada mmoja ambaye alikuwa amepanga kwenda kuua mtoto. Alikuwa amepatiwa mimba, lakini alikuwa anataka kuenda kutoa ile mimba. Na ile mimba ilikuwa imefika miezi karibu 6 hapo. So unaona huyo ni mtoto tayari amejitengeneza. Miezi 3 azae. Alikuwa anapitia kipindi kigumu. Nilipomaliza kuimba, alinikujia, akaniongelesha. Akaniambia huyu mtoto nilikuwa nafikiria kwenda kumuua. Nimtoe. Maana baba yake anisaidie. Unaona? Nikamuongelesha kama mtu. Nikamwambia kumbuka kitu kimoja. Unaweza kadhani unaenda kumtoa huyu mtoto, kumbe mnaenda wewe pamoja na mtoto. Nikamsaidia mahali penye ningeweza. Alizaa mtoto, leo hii mtoto yuko hai. Labda kuna mawasiliano yote kati ya wewe na yeye? Ya, tumekuwa na mawasiliano na mtoto saizi yuko kwenye shule. Nilimsaidia tukaingisha mtoto kwa children's home. Ili akaweza, kwa sababu ile alikuwa bado alikuwa kwa shule, alikuwa anajifundisha kushuka nywele. So hali ilikuwa ngumu kidogo. Na mimi kama kawaida nimekuwa nikisaidia watoto kutoka kwa street na wapeleka kwa children's home. Okay. Kwa hivyo
Kutoka Kisii ama sehemu ile nyingine? Okay, Nairobi. Okay. And now vile tunavyoongea leo hii. Vile ninavyoongea leo hii. Tangu nikuje nyumbani, nimesaidia watu kadha wa kadha. Unaweza kupiga simu hapa sasa hizi. Wewe unawachukua kule kwa katika makao ya watoto? Yeah, Nairobi, Eldoret wapi? Hapa. Huku tu. Huku Kisii. Yeah, hata wengine nawachukua na naweka kwangu, wanakaa kwangu. Okay. Lakini nao nataka nikuonyeshe kuna kitu naweza nikakuonyesha. Kuna picha ambazo naweza nikakuonyesha. Kwa watoto ambao niliweza kuwachukua na nikawaweka kwangu nikalea. Ukiangalia situation yenye hao watoto wako, yani walikuwa kweli, unaweza kusema kweli Pastor Moses uko na roho. Maana wale watoto nilikuwa nakaa nao paka wanalala kwenye bedroom yangu. Wale watoto walikuwa wamekuliwa na chiggers. Wale watoto walikuwa wamekuliwa na opere. Imagine ninawashughulikia wale watoto na kisha baada ile ugonjwa yao skin disease inanigeukia mimi, inaanza kunikula mimi. Naanza kujipaka opere, ile dawa ya opere, unajua vile inanuka vibaya. Sasa hiyo labda nimeitwa kwenye mkutano, nahitaji kwenda church. So asubuhi ninapoamuka kwa sababu ya kujikuna, inabidi nijipake hiyo dawa ya opere. Ngakuzidishie. Labda ni mwanamuziki yupi yule ambaye unaadmire, unasema kwamba yule na yeye mimi akiimba katika hii safari ya kueneza neno la Mwenyezi Mungu, hata mimi naona kwamba nafurahia? Nimekuwa na waimbaji wengi, lakini yule mwenye aliguza moyo wangu Ruben Kigame. Ruben Kigame aliniguza, ni rafiki yangu, nimewahi mtembelea kwake nyumbani. Licha ya kwamba haoni. Ndio tunasemanga disability is not inability. Nilipotembea kwake niliona kwamba Mungu ameweka kipawa ndani mwake. Na ninaposikiza nyimbo zake zimekuwa zikinibariki. Amen. Kwa sababu ile mtu ndio hana macho, lakini Mungu amempatia. Na nikajua kwamba licha na mimi pia sina macho, Mungu anaweza akanitumia kwa njia nyingine. Leo hii ninaweza nikakosa macho, lakini kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwangu kinaweza kikakuwa baraka kwa mtu mwingine, kubadilisha maisha ya mtu. Amen. Kwa sababu Mungu hawezi akakunyima, Mungu hawezi akakunyima. Sijaiona, nimetembea tauni zote, sijaiona mtu ambaye ni kipofu, ana mikono na ana miguu. Hiyo sijaikutana naye. Kama ako na macho, basi hana miguu. Kama hana miguu, basi ako na macho. Asante. Anaitwa Pastor Moses Kiage, ambaye tena ni mwimbaji msikilizaji, yako ndani ya studio yako yetu hapa Radio Vuna 102.0 FM. Na sasa katika uandishi wa nyimbo zako, Yes. Labda ile changamoto ambayo we mwenyewe umekuwa ukipitia katika uandishi wako pale, na umepitia ukasema kwamba hii nayo Mungu angenisaidia, nitaeneza neno lake Mwenyezi Mungu zaidi ya kula ambako nilikosai. Ni changamoto ipi? Changamoto ambayo nimekuwa ni kwamba tuseme for example kama Kisii. Okay. Na nashukuru kama kuna radio station moja ambayo imenikaribisha sana ama imenishikilia, Radio Vuna. Amen. Wakati walipopata story yangu, sijui mmoja wenye walipata story yangu kwenye wimbo, akanitafuta nikakuja hapa kwa studio nikapeana hii ushuhuda. Ndipo nikaweza kujulikana kwa nyimbo, kwa sababu nyimbo zangu ni za Kiswahili. Na iga amatera amangana yake Kisii, siko nyara kotera Kisii na sinyerura, lakini I'm trusting God kwamba nitakuja kuimba Kisii. Amen. Mungu akusaidie. Changamoto ambazo zenye zipo ni kwamba hatupati ile opportunity, kwa sababu hujulikani, labda uweze ukaitwa kwenye mkutano kwenda kuperform hivyo. Na labda hii mikutano labda ya yule mzungu, labda kuna siku akakuja akajua kwamba wewe ulifika mahali ukaanza kuimba, kuna njia yote ile ambayo labda amekushika mkono na kuendeleza neno lake Mwenyezi Mungu kupitia kwa imbaji? Okay, yule mzungu system yake ni tofauti kidogo, kwa sababu actually wao wana deal na worship songs peke yake. Kitambo ndio ilikuwa hizi nyimbo kama hizi zetu sasa za ushuhuda. Lakini sasa wakati kidogo nabii Prophet Awole alipokuja, na ile mzungu ndiye amemost, ndiye alimshikilia, so wanafanya kazi pamoja. Nao hizi nyimbo hazichezwi pale, wanatumia worship songs peke yake. Niko na brother anaitwa brother Enoch. Enoch ndio huwa sana anakuanga kule, ambapo siwezi kwenda kuperform pale. Yeah. Labda kuna mpango upi kusema kwamba sasa mimi kama Pastor Moses, na labda ulisema kwamba labda kule nyumbani ambako unakohubiri,
labda unasema kwamba mimi ipo siku nitasema kwamba labda nitafungua kama ni crusade katika ile kanisa la kwetu ile kule nyumbani, niweze kuimba pale, niweze kukaribisha waimbaji wengine, labda hata wale watoto ambao ni machokoraza ambao kule town labda tena wako na kipawa cha kuimba, uweze kukaribisha pale, waweze kutoa nyimbo zao za kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sijui ina umepanga. Niko na mpango wa crusade. Sijaifanya mkutano wa crusade tangu nianzishe kanisa huko. Kanisa nimejenga kwa shamba langu. Kuna shamba ambalo nilikuja nikapatiwa na wazazi kabla my dad ya pass, alisema kwamba Pastor Moses atapata kapisi. So ulienda pale ukakuwa tena ukarudi, alikuja akakukubali. Yeah. Baadaye. Yeah. Akakubali akasema kwamba sasa huyu kijana wangu akae hapa. Wakati nilikuwa mtu mkubwa. So my dad alikuja akanikubali. Amen. Na aliponikubali amepass kama niko nje na akawa ametenga mahali ambapo nipatiwe. So kwa sababu tuko kwa maduka nikapatiwa na mahali kwamba kila kijana akaweze kujenga kaduka, na labda kama kujenga kanisa. Amen. Na labda mama mzazi mama mzazi amerudi nyumbani. Mama mzazi labda ananisikiza sasa hivi na ndio maana niliamua kutumia Kiswahili. Nikawa ananisikiza sasa hivi mahali penye yupo. Yeye aliponitupa kwa choo alijua kwamba nimekufa. Nilikuwa 2 months. Amenitupa kwa choo ndani, sio nje ya choo, na sio choo ya kuflash. Choo ya shimo. Alijua kwamba mimi nimekufa paka leo hii. Labda amesikia kwenye nyimbo, labda anisikize kwenye radio kama hii, lakini mimi kwa roho yangu, mimi kama Pastor Moses. Mlienda kotini? Hakuwa pale kotini? No. Ilikuwa ni baba na mtoto. Baba na mtoto. Mama alienda. Yeye alipotenda kitendo haijulikani ni usiku ama ni asubuhi, yeye alienda akiendanga mpaka wa leo. Hata hukujua kama alimaliza masomo ya kwake katika hiyo shule ambayo alikuwa anasoma? Sijui. Hata kwa sasa hujui kama yupo hai? Hata yeye mwenyewe hajui kama niko hai. Hata yeye mwenyewe. Msikilizaji, ndani ya 102.0 FM 31 baada ya saa 11 jioni ya leo. Nyimbo zako zimefika mahali ambapo zimefika kwa sasa. Yes. Labda ni nini kila ambacho unataka kufanya kule mbeleni? Unasema kwamba mimi Mungu akinijalia kama Pastor Moses Kiage kuna jambo ambalo nitatenda. Msikilizaji, kabla tuweze kuingia pale, tuweze kurudi studioni, niweze kuachilia wimbo wake mmoja hapa. Najaribu kuangalia msikilizaji ndio tuweze kubarikiwa. Nani wende toka 102.0 FM Radio Vuna Sembo Roba Yabono. Mrudia Sembo ne Ndruche, nrongeto na mmoja dakika kutoka ya Ndruche kumnyoka woka. Ngakuru kwa Pastor Moses Kiage. Ujora sisi yes. Pastor Moses Kiage. Imeona 2.0 FM Radio Vuna Sembo Roba Yabono mwacho mwatirali. A walking testimony. Timothy kwa mnyete na Muhangira wa Tanzania. Kuna kana yeye. Actually sikuwahi kana Mwangila. Labda studio ambayo unayotolea nyimbo basi tumewahi kutana na Mwangila. Okay, mlishawahi kutana naye. Tumewahi kutana naye kwenye stage moja siku moja. Hispania. Na kidogo nilipoimba watu wakadhani naimba nyimbo zake. Lakini usikate tamaa, ndio ikaleta tofauti kwa sababu nimeimba story yangu. Kidogo nimependa nyimbo za Mwangila. Nimependa beat zake. Na nikaamua kwamba nikaongea na producer wangu nikamwambia ningependa sana kupata vyombo kama hizi. So najua akawa anacheza hizo vyombo. Yes. Na labda ushawahi zungumza naye, labda mwambie Mwangila by the way, ama hiyo tangu hiyo siku alipotea na wewe ukapotea, ushawahi kukutana naye tena tangu hiyo siku mnazungumza na yeye, labda mawasiliano kwa njia ya WhatsApp? Mwangila tumekuwa tukiongea na yeye kwa sababu wimbo Mungu wa Elia kidogo tuliwaifanya na yeye, lakini kwa bahati mbaya sikuweza kufanya video na yeye. Yes. So uliweza kuimba na yeye, lakini niliweza kumsaidia sauti. Yeah. Ningependa kujua sana studio sababu hata mimi hizi nyimbo si siri. Hata mimi hizi nyimbo
Nilikuwa nakaa katika upande mwingine wa studio wakati waandishi wa habari wenzangu walikuwa wanaandika habari mara pale. Kaketi nikasema hizi nyimbo yenyewe ni za baraka, nikasema yenyewe ni ushuhuda. Wakati ulipokuwa unapeana ushuhuda wako hapa nikasema kumbe ni ile wimbo ambao nimesikiza upande mwingine wa studio B. Ningependa kwanza kujua, nikapenda sana tena kujua zaidi juu yako. Kwa hivyo msikilizaji ndani ya 102.0 labda ningependa tena kuweza kujua zaidi. Yes. Tena mnawasiliana na yeye ndio hamala? Kwa sasa tuwasiliani. Kidogo tu nilipoteza mawasiliano na yeye lakini naweza nikayapata. Okay. Yeah. Naweza mtafuta tu, unaweza zungumza na Umbuna nyuma ya tent. Aweze kukupea nambari yake kama atakubali. Mwambie kuna rafiki yako hapa ambaye anapenda tena sana na zake. Yeah. Labda unajua mnaweza zungumza na labda siku moja mkafanya collab na yeye. Kweli natamani sana. Sasa ile video ingekuwa inaonekana sasa. Sema ni wimbo ambao ulifanya nayo ni wimbo ambao unaitwa nani? Mungu wa Elia. Leo msikilizaji nitatafuta baadaye niweze kucheza kwa sababu ya mwimbaji wangu ambaye yupo hapa mala hapa katika studio za kwetu za Radio Vuna 2.0 FM. Kuna swali ambalo ningependa kwamba uweze kujibu napopea msikilizaji wa kwangu pale. Ni nini kile ambacho sasa unataka kufanya next? Natamani kukifanya. Natamani kukifanya. Yes. Okay, kwa sababu Moses mimi niko na Mungu ameweka mzigo ndani yangu. Kando na kanisa. Naam. Nimekuwa mstari wa mbele. Moses sitakangi kuona mtu akiwa kwenye shida. Asante. Hiyo nayo sitakangi kuona. Hata sasa vile nimekuja hapa, nimetoka kusaidia mtoto fulani. Yuko hospitalini sasa hivi. Walipata watu na shida kidogo shuleni. Alafu yuko hospitalini. Kidogo kile kitu ambacho ninamwamini Mungu, and this is the desire of my heart, na nimemulilia Mungu kwa sababu kuna mahali ambapo Mungu amenitoa. Kuna wakati ambapo nilikuwa nimefanyiwa operation kwa sababu ya jicho. Nimefanyiwa operation 7 good operations. Na operation ya 6 karibu nikufe. Nikawekwa kwenye trolley nipelekwe mochari. Na nikarudishwa kwa kitanda ya ward. Nikamwambia Mungu kwa sababu bado tena unaendelea kutenda kila siku jambo mpya. Nilikuwa Kikuyu Hospital. Wakanifanyia operation, wakani overdose ile dawa ya kulalisha. Ambapo ililetea madhara kidogo nife. Lakini Mungu akanishikilia. Nikarudi. Na niliporudi niliahidi Mungu, nikamwambia Mungu ninataka kukua baraka kwa watu wengine. Labda umesema kwamba wakakuweka kwa troli wakuchukue mochari lakini tena ikafika mahali ilikuwaje ukarudishwa? Unajua? Actually kuna vile Mungu huwa anapanga vitu. Nilipoenda operation kwa sababu nilikuwa nimetengeneza wimbo usikate tamaa before. Na nikamwambia shika hii simu yangu, tafadhali mnaweza mkanichukua picha ili nikuje nione ile kitu ambacho mlikuwa mnakifanya kwenye operation, maana nilikuwa peke yangu. Na wimbo usikate tamaa nilianza kutengeneza wakati ambapo matatizo chungu mzima yalikuwa yameniandama. Marafiki wa karibu sana walikuwa wamenitoroka. Watu wa karibu sana walikuwa wameniacha kabisa. Sina mtu, nimejipeleka hospitali peke yangu. Mpaka ninakosa mtu wa kunisainia form ya kuingia theater. So nikampatia simu nikamwambia tafadhali munipige picha ili nikaweze kukuja kuona baadaye chenye Mungu amenitendea. Labda ninaweza nikaiweka hizo picha kwenye CD ya kwangu. So wakati hiyo shughuli ilikuwa inaendelea ndio nikakuja nikaelezwa vile kulikuwa kunaendelea nikiwa kwenye trolley. Picha niko nazo hapa. Hadi wa leo Picha niko nazo. Picha ninazo. Labda msikilizaji hataziona. Unataka kutipitiza? Lakini nitaziona kwa niaba yao. Kwa niaba yao. Nilikuwa nimeandikwa hapa kwenye kichwa, nilikuwa nimewekewa karatasi ya kuandika, imeandikwa jina yangu, file number, kwamba nitakapokufa watu wanitafute mochari na hiyo jina. Ngoja nakuonyesha tu sasa. Iko tu hapo. Msikilizaji, kumbuka kwamba tunaendelea kuzungumza naye mwimbaji wetu hapa kwa studio ambaye hakuna ushuhuda wa kivyake msikilizaji. Naam. Ndio hapo. Kweli shaona ni kweli. Ndio hapo. Na hapa ulikuwa umeweka juu ya trolley. Kuna barabara ya mochari. Barabara ya mochari. Na sasa huyu ni daktari alikupiga ama labda ni rafiki mlikuwa naye? No.
theater uingiangi na rafiki. Nilikuwa nimepatiana daktari. Na pale ndani kukawa kuna ma student wanataka kusoma juu ya macho yangu pia. So hapa juu nimeona kuna kichikaratasi nikiashiria kwamba hapa ulikuwa umeaga. Sasa hiyo karatasi imeandikwa jina langu na file number. In case kama kuna watu watakuja kunitafuta, wanitafute mochari kwa hiyo jina. So hapa walikuwa wameona kwamba umekufa. Nilikuwa nimeenda. Walileta mashini wakaweka hapa katikati ya mikono, wakakuja wakiniamusha. Waliposikia nimeitika, ndio wakasema waje alale. Nilikuja kuamshwa na mashini. Operation niliingia saa 8. Nilirudishwa kwa ward saa 4. Nilikuja kujisikia saa 9 asubuhi. Ninakwambia naitwa Mungu. So nikaidi Mungu. Nikaidi Mungu, ninataka kufanya kazi yako. Mimi niliambia Mungu, hata kama marafiki wanaweza kunitoroka, hata kama leo hii mama yangu ndio mke wangu anaweza kanitoroka, nitakutumikia wewe Mungu kwa sababu ulichoni mahali ambapo uliponitoa. Msikilizaji, nimemwona kwamba alikuwa amenyooshwa kwa kitanda ya ile trolley ambayo inasukuma maiti kwenda kuweza kuwekwa pale na kungojea majirani, familia na wengine waweze kumchukua kwa ajili ya kumsindikiza katika safari yake ya mwisho. Hata kichikaratasi kile ambacho watu wanapandikwa kwa uso kiko pale. Sijui picha unaifikiria vipi? No, mimi huwa naichukulia kwamba Mungu anaweza kainua. Mungu bado yule Mungu ambaye alikuwa anafufua bado anafufua hadi leo. Manchimotereme, Radio Nano 2.0 FM. Mimi sina cha zaidi. Wewe kama umekata tamaa kule, unataka kusema kwamba unataka kumeza labda dawa, labda unataka kujinyonga, utegete kubuli bakengo liwite. Don't give up. Ngasenye njinga to batega sacho kwa kane nyombo teleko utete kwengenta. Uno mukungu kuchandira utegete kwengenta. Abana ba kuchandira utegete kwengenta. Utugwa tiendagira baraire nchara. Kesho yako inakuja.